Utajiri si kiasi gani unapata katika shughuli zako, bali ni nidhamu na budget katika matumizi yako ya fedha. Siku zote kama hautakuwa na nidhamu na budget katika matumizi yako ya fedha, basi roho ya ukuu na mafanikio haitakuwemo kamwe maishani mwako. Warren Buffett, huyu ni tajiri namba 6 duniani, aliwahi kusema hivi: usihifadhi kinachobaki baada ya matumizi, bali hifadhi kwanza then matumizi baadaye. Yeye akiwa na maana kwamba akiba kwanza, mambo mengine baadaye. Tajiri namba 1 kwa sasa hapa nchini kwetu Tanzania, Mohamed Dewji, aliwahi kusema hivi: utajiri ni kusema hapana kwenye vitu 100 na kusema ndio kwenye kitu kimoja, na yeye akiwa na maana akiba kwanza. Robert Kiyosaki, huyu ni mwandishi wa kitabu kikubwa kwa sasa na kinachofanya vizuri zaidi ulimwenguni kinachoitwa Rich Dad Poor Dad, ameandika hivi: si kiasi gani unapata, bali ni kiasi gani kinabaki sasa baada ya kufanya matumizi. Leo nitakufundisha mbinu 5 thabiti za kuweza kudhibiti matumizi yako ya pesa. Karibu sana bwana. Kama ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni MS Augustino Baltazar Mbwale. Mimi ni mhamasishaji wa masuala ya kifedha. Karibu ni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya TikTok, Facebook na Instagram. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video na mafunzo yangu. Sasa mbinu ya kwanza rahisi ya kuweza kudhibiti matumizi yako ya pesa: badilisha neno nataka kuwa je, nahitaji kweli? Siku zote kabla ya kufanya manunuzi ya kitu, jiulize maswali 3. La kwanza, je, ninaweza kuishi bila hiki kitu? Yaani unaweza kuishi bila kununua hicho kitu? Swali la pili, je, nisiponunua nitakufa? Na swali la 3, je, hakuna kitu kingine kinachoweza kufanya kazi sawa na hiki ninachokihitaji? Utagundua vitu vingi sana ambavyo tunanunua kwa mihemuko, na hivyo ndo njia pekee ambazo zinatufanya tupoteze pesa kwa wingi sana. Mbinu ya pili rahisi ya kuweza kudhibiti matumizi yako ya pesa, tumia kanuni ya 30 days list, nikiwa na maana ya siku 30. Yaani kama unataka kununua gauni la shilingi 20,000 au kitu chochote cha shilingi 20,000, kabla ya siku 30 andika kwenye karatasi yako. Kama zikipita siku 30 bado unakihitaji kweli hicho kitu, nunua. 90% ya vitu tunavyovinunua tunanunua kwa mihemuko, tunakuwa hatuna uhitaji navyo. Kwa hiyo ndo mbinu ya pili ambayo itakusaidia kudhibiti pesa zako, utajikuta umeahirisha. Kanuni ya 3 ambayo ni rahisi, tumia kanuni ya bahasha ya mwaka 2025. Hii ilifanya vizuri zaidi, na wanazuoni waliofanyia utafiti waligundua 90% ya watu waliotumia mbinu hii basi walifanikiwa. Kanuni hii ipo hivi: kwa mfano kama kipato chako ni shilingi 300,000 kwa mwezi, basi hakikisha unakitoa keshi na unakiweka kwenye bahasha, unakitenganisha kwa maana ya 200,000 hii inaiweka kwenye bahasha ya chakula, 20,000 inaweka kwenye bahasha ya starehe, 50,000 inaweka kwenye bahasha ya nauli. Bahasha ya starehe ikiisha, basi hakikisha utoi pesa nyingine kwenye bahasha yoyote ile. Kanuni hii ilifanya vizuri zaidi na watu walioitumia basi walifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na kanuni ya 4 ambayo ni njia rahisi zaidi ya kuweza kudhibiti matumizi yako, pima matumizi yako kwa wiki, si kwa mwezi. Watu wengi sana wamekuwa wakipima matumizi yao kwa mwezi na wameonekana wakifeli sana kwenye masuala ya kifedha. Na mimi nakushauri mtazamaji wangu, basi hakikisha unapima matumizi yako ndani ya wiki. Tenga dakika 10 Jumapili jioni, fungua bank statement au M-Pesa statement, udadisi basi ni kiasi gani ulikipata na kiasi gani ulikitumia. Na kanuni ya 5 tunasema weka vikwazo kwenye ufikiwaji wa pesa zako, weka vikwazo kwenye matumizi ya pesa zako. Yaani hata wewe mwenyewe pesa zako iwe ni ngumu sana kuzifikia, Kuna watu wamekuwa wanawapa watu wanaowaamini kwamba bwana nihifadhie kiasi fulani. Kuna mtu mwingine anaweka kwenye benki zisizo na ATM maeneo ya karibu na anapoishi. Au weka pesa zako kwenye line za mitandao ya simu ambazo unaamini hata mawakala ni ngumu kuwapata kwenye eneo lako. Na hiyo imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana. Au ukitaka kutumia labda kwenye matumizi ya shilingi 100,000 au 50,000, hakikisha unashauriana kwanza na mtu wako wa karibu ndio uweze kutumia pesa zako.
Drop comment yako hapo chini. Ni nini umejifunza kwenye somo langu la leo juu ya udhibiti wa matumizi ya pesa zako? Karibu sana bwana. Kama ndo kwanza unaungana nami, mimi ni MS Augustino Baltazar Mbwale. Karibu unifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya TikTok, Facebook na Instagram, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video na mafunzo yangu. Karibu sana bwana. Ciao.